Alianza time management wa kwanza kabisa duniani ni Mwenyezi Mungu ndo alopanga. Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Mwanzo cha Biblia alifanya kazi ya uumbaji kwa siku 7. Na ile si kila siku alimanage. Time management maana ni kwamba unapangilia kazi zako na muda wako kwa muda wako. Hiyo ndio inaitwa time management. Ukiangalia Mungu alipofanya, ngoja nisomee Biblia kidogo kwa haraka. Kwenye kitabu cha Mwanzo wanasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ndio. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Unaona alifanya kitu alafu akaitafakari. Hiyo ni time. Kwa ile kazi yake uumbaji, akasema ngoja nafanya mpaka hapa alafu naiangalia. Niko sawa. Wengi wetu huwa hatuna hilo. Ukianza kazi ni mpaka jioni, unajua kama imeenda vizuri au haijaenda vizuri wala hujui. Haya. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Sawa Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga giza na nuru. Unaona hapa anatengeneza kama usiku na mchana ukiangalia. Mungu akaiona ya kuwa nuru ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Ndio. Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Si unaona Yes. Mambo ya mchana na usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza. Unaona kwenye siku ya kwanza Mungu alichofanya ni kazi moja tu ya kuumba nuru na giza. Yaani alijenga ametengeneza masaa 24 ya siku. Mchana na usiku. Unaona kuna management ya time hapo sana. Na hiyo kazi inatosha jamani kwa siku moja. Tunataka kufanya hii akaacha hii nusu, maana kuna nusu na wanafanya. Ukimpa Jamila kazi ataruka hapa atafanya. Unaona Haya. Anasema kwenye sura ya mstari wa 7, Mungu akafanya anga, akatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaita lile anga mbingu. Yaani mbingu huko juu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya pili. Unaona? Siku ya pili kwa hiyo kuna nini? Kuna nchi na mbingu zimetengenezwa. Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja ili pakavu paonekane. Hapo panatengenezwa bahari na nini? Na nchi kavu. Angalia. Akasema Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akaita bahari. Mungu akaona yakuwa ni vema. Mungu akasema nchi na itoe majani, mche utoao mbegu na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya ardhi. Ikawa hivyo. Nchi ikaota majani, mti utoao mbegu kwa jinsi yake na mti uzao matunda ambako mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona yakuwa ni vema. Nafikiri nimerudia. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya 3. Siku ya 3 ilitengenezwa mimea. Si unaona tunaendelea. Mungu akasema na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku. Nayo iwe ndio dalili na majira na siku za miaka. Tena iwe ndio mianga katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa. Ule mkubwa utawale mchana, nafikiri alikuwa anaongelea jua. Na ule mdogo utawale usiku. Akafanya nyota na nyota pia. Mungu akaweka katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi, na kutawala mchana na usiku, na kutenga nuru na giza. Mungu akaona yakuwa ni vema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya 4. Kwa hiyo nyota, mwezi na jua ilitengenezwa siku ya 4. Unaona Mungu anavyoenda very systematic. Hakuna kukurupuka kutengeneza nini? Vitu vingi. Sasa Mungu akasema maji na yajawe kwa wingi na kitu kiendacho chenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukaye na kwa jinsi yake. Mungu akaona yakuwa ni vema. Mungu akavibarikia akasema, zaeni mkaongezeke, mkayajaze maji ya baharini na ndege wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya ngapi? Siku ya 5 hiyo. Mungu akasema nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake. Hapa anaumba wanyama sasa.
na kila kitu kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vema. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote, pia kila chenye kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkaitawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ule juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, na chakula cha kila mnyama wa nchi na kila ndege wa angani na kila kitu kitambacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Ina maana Mungu alifanya nini? Alikamilisha kazi ya kuumba binadamu na vitu vingine vyote ambavyo viko juu ya ardhi kwa siku 6, na siku ya 6 akafanya nini? Akaumba mwanadamu. Akasema, na siku ya 7 Mungu akaenda kustarehe. Kwa sisi tuliumbwa baada ya wanyama kumbe. Sisi ndio yani kwenye uumbaji. Usome Biblia. Sisi ndio viumbo wa mwisho. Jinsi ya kumfanya mume akupende ndio kitabu unachokisoma. Sasa huyu mtu wa Mungu alafu hata kitabu chake chenyewe. Umeniona? Hapo akipewa kitabu jinsi ya kufanya mume akupende. Tuendelee. Anasema kitabu cha jinsi ya nini mume akupende. Sasa unaona Mungu alifanya hiyo kazi kwa siku ngapi jamani? Siku 6. Siku 6. Siku ya 7 ndio akasema nini? Akapumzika. Akaenda, wanasema Mungu akaenda kufanya nini? Akaenda kustarehe. Siku ya 7 akasema, Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Akaenda kula bata. Kweli sio kweli? Kweli. Hivi nyinyi wa Afrika mnafikiri katika hizi siku 7 za ambazo Mungu alitumia, siku aliyoshika haswa ni ipi? Siku aliyomuumba. Ya 6. Alioniumba mimi. Siku kitu alichoshika hapa kwenye ardhi na mbingu hata zuzu. Zaeni mkaijaze nini? Dunia. Hiyo tunatamba nayo. Hiyo kweli. Na nini? Hapo kwa matajiri na mali zake. Maskini na wanae. Kwenda kufanya nini? Kustarehe. Si ndio Afrika tunavyopenda? Kustarehe na hiyo kujaza nchi. Hiyo mnajani somo wameelewa mno. Hiyo hata watu wasipokula mchana kutwa wanaelewa. Hamna tatizo. Sasa kwa nini nimesoma huu mstari na kibizu kile nilisoma kwenye Biblia kitabu cha Mwanzo hiki? Ukiangalia Mungu alifanya kazi, alifanya in a very systematic way. Cha kwanza lazima Mungu alikaa chini akasema hivi, hii kazi inaweza kufanya kwa siku ngapi? Akafanya hesabu, kwa hivi kuumba anga na nini na kwaje, lazima itakuwa alikaa chini. Akasema hivi kuweka mimea, wanyama, maji. Alipomaliza sasa hiyo inaitwa planning. The time management yenyewe. Aliplan kwanza kwamba siku ya kwanza nitafanya nini, siku ya pili nitafanya nini, siku ya 3 mpaka siku ile ya kupumzika. Unaona? Sasa hebu niwaulize nyinyi kati yenu, nani ana program ya wiki kati yenu? Na mimi tu. Hapana, ninapokujua una programu hiyo. Bora liende. Hakuna mmoja mwenye program ya nini? Ya wiki. Lakini wengine hawana hata program. Unasema ya wiki, ya siku pia mtu hana. Yaani kumwambia mtu saa 10 unafanya nini? Hawezi kujua na kwa mipango ya Mungu. Mungu sasa afanye. Sasa tusifike saa 10 Mungu akiamua. Au Mungu akipenda. Mungu anataka apendeje wakati alishakuamsha asubuhi? Unajua mimi najaribu kuambia mara nyingi mimi sina na kurupushaka na mafundi. Hii kazi inaisha sana nasema na mzee Mungu akipenda mambo ya Mungu huwezi jua. Unataka Mungu aje akachanganya zege, akoroge sementi. Haiwezekani. Aweke sementi juu ya matofali juu ya tofali jingine. Kwa hiyo sometimes Mungu kuna vitu tunamsingizia tu. Tunampatisha dhambi Mungu. Sasa tuendeni polepole. Namna nzuri ya kutunza muda kwa matumizi sahihi. Namna ya kwanza, lazima ukae chini, kichwani kwako ikae sawa. Kwamba lazima niwe na ratiba ya kazi ya kila siku, kila wiki, kila mwezi. Na kila mwaka. Lakini ndani ya ile siku lazima upange ratiba ya kila saa. Kazi zake za simu sasa huyu mtu. Kazi zake za nini? Za simu. Dalali anapigiwa simu. Nani anampigia simu? Mtu anataka chumba au viwanja. Yaani hakuna ratiba maalum. Sasa fulani ukaniongezea chumba.
Iko hivi ni watoto. Kinachotokea hauwezi kuvurugwa ratiba ambayo una. Nyinyi hamna ratiba, sasa unavurugwaje? Unasema dalali wa nini wa nyumba? Kwa kushinda nini hapo shida nini? Shida si huwa wanapiga simu na wateja muda wote tu. Sasa wateja wasipopiga pia tunaweza kwenda Intel sasa hivi kuangalia kiwanja. Anaenda. Tunaweza hivyo. Twendeni na dalali. Twendeni na dalali. Huyo dalali ratiba tuanzie hapo. Si ndio? Dalali anajua kazi yake haina nini? Haina ratiba maalum. Lakini sina waka sana kama saa 11 alfajiri dalali anapigia simu. Anapigia kweli? Kuanzia saa 4 hivi. Saa 12 anapigia simu? Saa 1 anafukuzwa mwenye nyumba. Saa 2 anapiga simu? Hapana. Muuliza ratiba yako ya kuanzia saa 11 mpaka saa 2 kwa wapi? Hana. Saa 11 alfajiri una ratiba? Siku inaanza saa 11 alfajiri. Mimi naamka saa 10. Yaani 11 kamili nimesha anza siku yangu. Na ukiangalia watu wote waliofanikiwa, angalia tabia zao zinafanana kwa 90%. Wanalala. Wanalala isipokuwa tajiri utanikosa. Wakamka saa 11. Unasikia? Wanalala isipokuwa wameprogram kwamba ikifika saa 11 kasoro wameshaamka. Na ukiangalia watu wengi wenye mafanikio usikuwakuta ni wanene sana. Bill Gates tunamwona wana mili ya size tu. Bill Gates tunamwona ni mnene. Hapana, kama wewe tu. Modeuji ni mnene. Ni chamba. Unasikia? Unajua kwa nini? Kwa sababu ukifika asubuhi, si ile saa mwili kama umechoka kwenye usingizi, wanaanza kwanza na mazoezi. Lazima ufanye damu ifanye nini? Itembee ili akili ikae sawa. Kwa hiyo wanaanza na hilo, lakini wataangalia ratiba yao nini. You get the point? Utajiri kazi jamani. Akazana. Hamna kazi hapo. Sisi kina Mgosi huko hana hela yuko hapa. Kwenye mlango wa piti. Unasikia hicho ni kitu cha kwanza. Lazima ufanye nini? Utengeneze ratiba ya kazi ya siku, wiki, mwezi na mwaka. Ni muhimu sana. Juzi kina kusaka na mteja waliniuliza, sasa kwa sisi wafanyakazi itakuwaje? Nikaambia kazi kama nini? Kwa sababu sisi watangazaji tunaona asubuhi tuko hapa. Na kuna sababu sio kwa kupigia bana, unatakiwa ukaripoti mahali. Nikampa mfano mmoja, nikamwambia kuna mwandishi anaitwa Salim Kikeke. Alikuwa BBC. Hivi Salim Kikeke ungeweza kumpigia tu simu umwambie saa fulani, yani boss wa BBC angeweza kumkumbusha tu? Hapana. Hawezi. Nikamwambia nyinyi ambao hamna ratiba ndio tunakurupuliwa sisi. Mnajulikana. Na mnajulikana. Unaona jambo la pili kwenye hii namna nzuri ya kutunza muda kwa matumizi sahihi ni kuweka sasa vipaumbele kwenye ile ratiba yako, kwa sababu ratiba inaweza kuwa ndefu. Sasa na huwezi kuifanya yote kwa pamoja, lazima uikatekate. Sasa nini unaanza nayo?